kuna mama unaweza kurekebisha kidogo vizuri kukaa sawa. Lakini kwa upande wa huu wa kulia kwako unaweza kuwa upande wa kushoto. Ukienda mbele utaona sehemu kuna vioo, huko unaweka makeup yako vizuri, unaweka nywele zako vizuri, kila kitu kiko sawa. Karibuni sana, tuko hapa kwa ajili yenu na tayari viongozi wameshafika. Tutazungumza machache kati ya vizuri ambayo tuko nayo. Karibuni sana na sekunde 30 kuanzia sasa tunaanza. Ambao tumepata zawadi za t-shirt. Na kama unayo hapa mbele waonyeshe ili tuwaonyeshe. Si wengine tulisema unawahi. Hatuwezi kusema na watu wasipate. Jamani, tumeiona zawadi za t-shirt ni kama hizi. Je, vijana wenyewe wanaona zawadi ya t-shirt? Zawadi za t-shirt ni kama hii. Zipo watu tumepata. Kila mtu kuonyesha kwa mtu anafikiri hebu ichukue. Jamani, tuje vile. Tunaonyesha kupata zawadi zile za t-shirt ambazo tunazo zawadi nyingi siku ya leo, na hawa ni kati ya baadhi yao. Tupigie makofi tafadhali. Tupigie makofi. Wapo wapo. Sawa, picha ni muhimu sana. Hawa watoto bahati ya kupata t-shirt siku ya leo. Tupigie makofi tafadhali. Tupigie makofi tafadhali. Mungu awabariki sana. Sasa niwarudishe mkakati, ongeleni na karibuni sana. Kwa jina anaitwa Juma Mwesigwa, ni mwanzilishi wa Jusco Healthcare, lakini hii inahusika zaidi na masuala ya afya. Lakini kwa sasa tutaongelea Jusco, tutaongelea BF Suma. BF Suma ndiyo mtaisikia midomoni kwetu na kwa wingi zaidi. Jusco mwiache kama ilivyo, ila BF Suma ndiyo mtaisikia kwa sababu ndiyo imetuunganisha sisi sote tuko hapa. Kwa nafasi ya pekee napenda kuwatambulisha wageni waliotufikia leo ambao watakuwa ni wawezeshaji wetu ambao tumepata kutoka Mwanza, lakini pia tuna profesa kutoka Dar es Salaam. Nianze na Charles, kiongozi wa BF Suma. Amefika leo, mimi naomba atusalimie. Karibu Charles. Wanakahawa, hamjambo? Hamjambo? Wangapi wana furaha kama mimi? Karibuni sana katika semina zetu. Asante. Natoa nafasi kwa mchumi. Tunaita mchumi. Huyu amesomea uchumi, ana digrii ya uchumi, amefanya kazi mpaka TRA, ana mambo mengi sana ya uchumi. Leo mtasikia. Mwe makini, msikilize kwa makini, na naamini mtasema tulichelewa leo. Lakini mtapata madini mengi sana kutoka kwake. Kiongozi Yusufu, naye ni kiongozi wa BF Suma Tanzania kutoka Mwanza. Karibu. Habari za wakubwa, shikamoni. Wenzangu, mambo vipi? Mko tayari kwa ajili ya mafunzo ya leo? Karibuni sana. Asante. Kwa nafasi ya pekee nimkaribishe kiongozi wetu kutoka Dar es Salaam, Profesa. Yeye atajitambulisha, lakini yeye atagusa magonjwa kwa ujumla pamoja na bidhaa zetu ambazo ziko mbele yenu hapa. Kwa hiyo tutampa nafasi si chini ya masaa mawili azungumze nanyi. Kama una nafasi ya kuuliza swali uulize. Naamini kwamba ukitoka hapa utakuwa umejifunza kitu. Lakini uchumi tutampa risala nzima ya kuongelea uchumi wote kwa 45. Na baada ya hapo tutampa close up Mr. Charles kwa ajili ya kutufungia. Na matukio mengine sasa yatafuata kula ambapo tutapata kumaliza. Lakini tunapewa masaa mawili ya kusikiliza vizuri sana magonjwa pamoja na bidhaa zetu ambazo ziko mbele yetu. Profesa, karibu kwa nafasi hii. Habari ya saizi jamani. Nimefurahi kuwa Kahama leo. Kahama ni sehemu nzuri sana, mara yangu ya kwanza kufika, lakini watu wake wa karibu, ina pilika nyingi, nimefurahi. Kwa majina kama nilivyosema, mimi naitwa Profesa Kahabi Marani, mimi ni mwenyeji wa Tabora kwa Tanzania.
Salaam, makao makuu ya kampuni inaitwa Bright Future au kifupi inaitwa BFSUM. Kwa hiyo tutapata mengi, tutajua magonjwa yanayosumbua. Naamini kuna watu wana matatizo yao, tutaongea. Watu wananiomba kama kesho niendelee kuwepo ili tuendelee kupeana elimu na kupata tiba ya uhakika ambayo inakuhakikishia matatizo yako yatakuwa yameisha kwa hizi nidhamu zilizopo. Nafikiri tuko pamoja. Asante sana. Asante. Kwa namna ya pekee napenda kuwasimamisha wanachama wa BFSUM ambao wako miongoni mwenu. Kama kuna mwanachama yeyote basi naomba simame pia tupangie pole milioni huko. Karibuni sana. Hao ni baadhi ya wanachama ambao wao wanafahamu pia BFSUM na wanafahamu bidhaa zetu. Jamani, naomba tukae. Profesa, karibu uwanja ni wako, jisikie huko huru. Wanakahawa wana maswali mengi kuhusu BFSUM. Wana maswali mengi kuhusu afya ya mtaji. Wana maswali mengi kuhusu uchumi endelevu. Na tumekuja na kampeni inasema linda afya yako. Kwa hiyo kupitia bidhaa zetu, afya zetu zitaimarika. Sisi tunakuachia maiki na tutazungumza tena. Na mimi nakaa huku au kusikiliza kwa sababu mimi najifunza. Karibu sana. Nashukuru mkuu, nimefurahi. Bila kupoteza muda, nafikiri sisi kama Tanzania wanakahawa, labda kwa kwanza niliomba tupate dakika 2. Sisi wote ni watu wa Mungu, si ndio? Tupate dakika 2 tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuleta hapa na tumuombe ili swala letu liwe vizuri, tujiweke katika mikono yake. Kwa hizo dakika 2 nafikiri ngoja ni stop. Tutaendeshia katika mtaka kwa kumuomba Mungu kwa watu wengi. Bila kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu na kwa kidogo. Sio jamani. Kila kitu lazima kufanyike. Tunaonyesha vitu tunaomba Mwenyezi Mungu Baba wote watakatifu wote. Tuko hapa mbele zako kwa ajili ya kujifunza na kuweza kupata changamoto zetu. Na kuomba utuende, utuwezeshe kupata elimu ya kusikiliza, hata mbele ya kuongoza kuweze kueleweka na kuweza kuongoza katika wakati mzuri, ili kila mmoja apate kumwelewa. Zuia changamoto yoyote isiweze kuwa aina yoyote, ila hali ya hewa na kila mmoja ndiye pale kwa safari kwa mahali hapa, ukaweze kufikisha salama tena bila kusikiliza, na baada ya hapo aweze kutoka akipona na hata kusikiliza katika changamoto. Mwenyezi Mungu tunakuomba studio haya, hatuna chochote cha kuweza kukupa, bali tunaamini uwezo wako uko hapa mahali hapa. Changamoto hizi zinakwenda kukoma katika jina la Yesu na tunashukuru. Amen. Asante sana. 10 nyuma iliyopita au 15 kuna magonjwa yanaitwa magonjwa ya kuambukiza. Nafikiri wote tunafahamu magonjwa ya kuambukiza. Magonjwa ya kuambukiza yale ndio yalikuwa yanachukua nafasi kubwa. Malaria, tunajua watu walikufa sana kwa malaria. Watu walikuwa watoto wadogo wanakufa kwa sababu ya kuharisha. Hayo yote ni magonjwa ya kuambukiza kiufupi sana. Lakini hii miaka sasa hivi, miaka 3, 4, 5 sasa hivi, magonjwa yanayochukua nafasi kubwa ni magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa yasiyoambukiza kwa sasa hivi ukirenki namba 1 mpaka 7 ni magonjwa yasiyoambukiza na ndio yanayochukua sana uhai kwa watu wengi. Wanasema kitakwimu duniani 78 ya vifo vinavyotokea duniani yanatokana na magonjwa yasiyoambukiza. Hayo ndio yamechukua nafasi. Tutajua ni magonjwa gani. Afrika
kufuatana na hali zetu na nini, ndio bara ambalo inaonekana haya matatizo ni makubwa zaidi, na ndipo kampuni hii inaitwa Bright Future au BF Suma ilipoingia na kufanya utafiti na kuja na suluhisho lake ikaja na bidhaa ambazo zinayamaliza haya matatizo. Kabla sijaenda kueleza haya matatizo nini, kwa ufupi sana ujue BF Suma ni nini. Sawa? Ujue hii BF Suma, tunasema BF Suma ni kitu gani? Je, ni kampuni mpya tu imekuja kama zingine? Hapana, BF Suma ni kampuni kongwe na ni kampuni kubwa, ina zaidi ya hapa Tanzania, ina zaidi ya miaka, inafikisha karibu miaka 15-17 iko hapa Tanzania. Na hii kampuni ilianza makao makuu yake yako nchini Marekani, lakini Afrika iko katika zaidi ya nchi 11, Tanzania ikiwa mojawapo. Na hii kampuni na tatizo ni moja ya kampuni ambazo kazi yake kubwa inafanya utafiti, research and development, inatengeneza hizi bidhaa alafu inazisambaza. Hicho ndio vitu vikubwa kufanya. Inafanya utafiti masaa 24 kujua changamoto, kwa sababu wao watengenezi walikuja katika nchi za Kiafrika, wakaja kugundua Waafrika wengi wana matatizo ya maradhi, lakini vile vile wakagundua kwamba uwezo wa Afrika kujitibu uko chini, tunawasaidiaje? Hiyo ndio tofauti kubwa kati ya hii kampuni na makampuni mengine. Mengine yalianzishwa kule, yalikuwa kule, yakahama kutoka kule yakaja huko, lakini bila kuwa na ile picha ya Waafrika wanaishi. Lakini hii ilikuja ikafanya utafiti kuangalia, kwa sababu dawa ikitengenezwa Marekani mpaka ikifika hapa, maana yake itakuwa na gharama fulani, sivyo? Sasa hawa tunawasaidiana. Kwa hiyo ilikuja na taratibu nzuri za kuwafanya watu waweze kumudu masuala ya kupata hizi bidhaa, lakini vile vile waweze kujiinua kiuchumi, ambapo hilo swala atakuja mwenzangu pale baadaye ataeleza jinsi gani watu wanaweza wakafaidika kwa katika afya. Hakuna uwezo kutafuta pesa wakati afya yako ikiwa mbaya, sivyo? Kilala kitandani, sidhani kama unaweza ukatoka ukaenda kulima, sidhani kama mfanyabiashara utatoka, manake utalala. Kitu kizuri kilichopo katika hizi bidhaa ni kwamba hizi zinatengenezwa kwa teknolojia kubwa. Hicho ndio kilichoangaliwa, ni teknolojia kubwa. Ziko teknolojia zaidi ya kutengeneza hivi. Kitu cha pili, hizi bidhaa zina formula kubwa. Formula maana yake nini? Hizi bidhaa zimewekewa kiwango kikubwa cha vitu ambavyo vitakwenda kusaidia ile tatizo la ugonjwa. Kwa mfano, nikisema hivi maana yake nini? Kuna tatizo unaweza kuwa nalo wewe, una changamoto ya upungufu wa vitamin C. Ukikosa vitamin C si matunda, mboga na nini, sivyo? Ukienda kwa wataalamu wa kawaida wa afya wanakuambia kula sana mboga za majani na matunda, sivyo? Hivyo ndio wewe kwa vyako. Ni kweli. Lakini BF Suma yenyewe ndio kugoma kwamba tutengeneze vitamin C ambayo huyu mtu tayari kesha anaumwa. Hii vitamin C tutakayotengeneza hapa, maana yake ina formula kubwa. Kidonge kimoja cha vitamin C kimoja ni sawasawa kwa siku ule machungwa 60 kwa siku moja. Sasa kama unaweza kula machungwa 60 kila siku, maana yake utapata kilicho katika hicho kidonge kimoja. Kwa hiyo unakuta kimetengenezwa kwa uwezo mkubwa wa kuwekewa hiyo miligramu katika kidonge kimoja, na ile miligramu ikawa watu waliokula machungwa 60 kwa siku. Au kwa siku unaweza kula ubuyu mbili tatu. Ubuyu na vitamin C au unaweza kula siku. Lakini ili upate kile kinachohitajika lazima ule kwa wingi. Lakini BF Suma ikaja na solution ya kwamba
kidonge kimoja kitakwenda kubadilisha hali yote ya mwili. Hiyo ilikuwa nataka kwa ufupi ujue BF-Suma ni kitu gani, na mimi niko BF-Suma kwa moja, nimeshawasaidia watu wengi sana, na mama na baba na tatizo mengi, na wako vizuri. Bila wengine waliambiwa kufanya operation, wengine hawakufanya operation, na sasa kwa vizuri. Kina mama ambao walikosa watoto, siku zao sizioni, nimekuta na uvimbe na nini hapo wote nawasaidia. Sasa hivi nina watoto, kuna mama hata mtoto alikupa jina langu na shukuru, ndio mwalimu mmoja alisema baba mtoto nikipata mtoto ataitwa kahaba. Magonjwa yasiyoambukiza yanasababishwa, moja, kisababishi kikuu ni watu kula vyakula ambavyo tunavita unhealthy food au unhealthy diet. Dunia ya leo watu tunapenda sana kula sukari, si ndio? Sukari ni kitu kimojawapo kinacholeta sana matatizo na magonjwa yasiyoambukiza. Nitakwambia magonjwa mengi. Kitu cha pili, watu kula chumvi. Hii chumvi ina madhara kwa ila in excess ya kula chumvi nyingi. Na huwa tunasikia hata kwenye matangazo mbalimbali, wewe bwana una pressure usile chumvi. Unaambiwa wewe bwana usile sana chumvi, chumvi sio nzuri. Chumvi sio nzuri sana. Hasa hii chumvi ambayo tunapenda kuongezea. Tunajua kwenye nyama choma nipe na chumvi unakosa unakula ile chumvi ina matatizo makubwa sana. Tutaelezea kwa nini. Kitu cha tatu, tunapenda kula, tunasema saturated fats. Saturated fats ni mafuta ya viwandani. Sawa, mafuta yanayotengenezwa viwandani. Mafuta mazuri ni mafuta ya mimea. Saturated sio yaliyounganishwa kimwili. Haya mafuta mfano yanauzwa, unaona watu wa madumu wanauza yale escort. Ingawa nataka utumie kidogo sana. Lakini haya mafuta ni mojawapo ya chanzo kikubwa cha maradhi. Vyakula vingine, kwa sababu hapa vyakula vimechukua karibu 75 yanakuja kuwaletea watu matatizo. Kitu kingine kinacholeta matatizo, vyakula vingine ni tunapenda vyakula vile takeaway, vyakula vya haraka, chipsi. Nataka kufanya shughuli zangu, chips, mikate, watu tunakula sana carbohydrates leo. Keka mimi nakula asubuhi, sio kusukuma nini sukuma, lakini sukuma ni mwezi. Asubuhi napiga chai yangu na viazi, si ndio? Piga kiazi au mkate. Ikifika mchana napiga ugali na maharagwe. Ikifika usiku nakula wali na nyama. Umeona huo ugali, wali, mikate. Umeona asubuhi mikate, ugali, wali. Hapo hivyo vyakula vitatu ni kwamba unatengeneza sukari nyingi. Yaani vyakula vyote unavyokula vikiingia katika mwili, kitu cha mwisho kinachotokea katika mwili vile vinasagwa na kubadilisha kuwa glucose. Glucose ni sukari. Yaani chakula tunachokula, hatua ya mwisho ukifika kinabadilishwa kuwa glucose. Glucose ndio inayotumika katika mwili kuleta energy, kutengeneza seli, inapelekwa kwenye seli inatengeneza energy. Ndipo unaweza kumove, unaweza kurusha mikono, ni kwa sababu hiyo energy inatengenezwa. Ukivitumia sana bila utaratibu maalum vinakuletea matatizo. Kwa mfano kisukari. Kisukari mojawapo ya hivi vyakula. Unakula sukari nyingi, unakula masukari haya. Sasa kuna tatizo moja kwa kisukari. Kisukari kiko cha aina mbili. Kisukari kuna type 1 na type 2. Type 1 kisukari mtu anazaliwa nacho. Kuna mpaka watoto wadogo, nafikiri tushaona watoto wadogo ambao wanapigwa insulin, si ndio? Wanatumia dawa za kisukari. Kile ni kwamba amezaliwa nacho. Type 1 ni kwamba uzalishi kabisa insulin. Unatakiwa wewe upewe insulin kutoka nje. Lakini type 2 ni sukari
sukari au kisukari tunachokitengeneza kwa sababu ya mitindo ya maisha. Kimojawapo ni vyakula. Tunakula sana vyakula vya aina fulani, wanga mwingi tunakula, sukari nyingi, baadaye yanakwenda kutokea matatizo kwenye kongosho. Kongosho ndio inayotoa insulin. Yakitokea kule matatizo, kongosho inazalisha sukari ya kutosha, lakini ile sukari ikienda kwenye seli kwa ajili ya kutengeneza energy, ile sukari haingii kwenye seli. Inafika pale kwenye seli, inagonga, inamwagika, inabaki kwenye damu. Kwa hiyo inapobaki kwenye damu, wewe unakuwa na sukari nyingi kwenye damu yako. Unapokuwa na sukari nyingi kwenye damu, wewe unakuwa na insulin resistance. Maana yake nini? Maana yake zile seli zako, zile red blood cells, zinachokifanya ni nini? Zile kawaida, zile red blood cells zinaishi siku 120. Zinazaliwa, zinafanya kazi, zinakufa, zinazaliwa nyingine. Kazi yake kubwa ni kusambaza oksijeni kwenye mwili, zinasambaza nutrients mwili ili uweze kupata nguvu. Hii nguvu yote tulionayo, tunatembea, tunaamka nini, ni kwa sababu zinatengenezwa, insulin inachukua zile sukari na kuingiza kwenye, lakini ikiwa katika form ya glucose. Kwa hiyo mtu mwenye resistance ikifika pale, kitu kimoja hapo kinachotokea na unavyokula hivi vyakula bila utaratibu. Kwa sababu sisi kitu kingine tunachokwenda nacho tunakula bila utaratibu. Ukikuta karanga unakula, ukikuta mahindi unachukua, ukikuta pipi kula, yaani hivi sisi ndivyo tulivyo. Kwa hiyo hicho unachokifanya unatengeneza vitu ambavyo havikuwa lazima viingizwe kwa wakati huo. Sasa kule ndani unaanza kutengeneza sumu nyingi. Hizi seli kuna kitu kinaitwa free radicals au Kiswahili tunaziita radikali huru. Hizi radikali huru ni vitu gani? Hizi tunazipata kutokana na vitu mbalimbali tunavyokula. Kila kitu fulani inawezekana kina magnesium, hichi kingine kina calcium, hichi kingine kina kitu chochote bali umekula tu. Hizi soda kwa mfano hazina kitu. Yale maji yamewekewa rangi unakula. Pale kuna kitu na kila bila wewe kujua. Kwa hiyo unavyokula au unavyokunywa vile vitu vinakwenda kwenye seli. Ikishafika kwenye seli ina milango, ina matundu mengi. Hizi kazi yake ndio ile kuchukua ile sukari inayoletwa glucose na kuizamisha mle ndani. Sasa wewe inafika kipindi kwa sababu ya kula vitu vingi bila utaratibu, kula sukari nyingi, mafuta, unakuta zile seli haziwezi, zinapata hicho kitu tunachoita free radicals. Hizo sumu ambazo mwili unasema mwili wake una sumu nyingi, zile zinakwenda kuingia kwenye seli. Zikiingia kwenye seli, mwili wako, zile seli na mwili wako inashindwa kuziondoa zile. Zikishajaa kwenye seli zinatengeneza kutu kwenye vile vimilango vya kwenye seli. Zikitengeneza zile kutu, ile glucose ikija kiingia, milango ikiwa na kutu haiwezi kujifunga. Kwa sababu zile seli zinajifunga na kujifungua. Kwa hiyo mle kwenye ile sukari ikija inaingia na kutu. Mwili wako umejaa nini? Sumu ambayo inazuia sasa ule uchukuaji wa ile sukari. Sukari inarudi kwenye damu, inakuwa nyingi kwenye damu. Kwa inapokuwa nyingi kwenye damu, wewe tayari una kisukari. Kikawaida sisi wote ukitupima ni kama sukari tunayo. Yaani kisukari ni wewe ukishtua. Yaani tunakula wote sukari, soda, sukari. Tayari unakuwa ila kisukari. Unaweza ukawa leo mzima hapa, ukajisikia kuumwa, kesho kaenda kupima, wakakwambia na sukari imepanda sana. Shakutana na hizo hapo. Wewe mbona sukari yako iko juu sana? Wewe uko na kisukari, si ndio? Ni kwamba unatembea nacho, lakini kinatafuta tu kitu gani cha kukushtua. Sasa kati ya magonjwa mabaya ambayo yanaharibu utaratibu wa mwili ni kisukari. Pale kwenye seli zile zikishoshindwa kuchukua, maana yake ile sumu iliyojaa inasababisha zirudi kwenye damu, kwa hiyo damu yako inakuwa na sukari nyingi. Kisha kuwa na sukari nyingi, mwili
Mungu alivyoumba una aina ya pekee ya kujilinda wewe mwenyewe. Yaani Mungu alituumba tukiwa salama kabisa. Haya masuala mengine sisi binadamu, mitindo yetu ya maisha ndio tunaileta. Lakini mwili ulivyotengenezwa una jinsi ya kujilinda, una jinsi ya kuondoa uchafu wenyewe. Sasa sisi tunamwekea vitu ambavyo mwili unafika sehemu unashindwa kuitoa ile sukari kwa hiyo. Sasa nini madhara ile sukari ikija mwilini? Ile sukari inapojaa mwilini kuna vitu vinatokea. Kikawaida sukari ile glucose huwa inatunzwa katika sehemu hizi mbili tu, alafu ni kidogo sana. Sukari ikiwa katika form ya glucose nafikiri yote tunajua, si ndio? Hata ukilamba glucose unapata nguvu. Hata wafuga kuku wanasema mpe glucose kidogo, wewe kuku ukimpa anachangamka. Hii ndio inayotengeneza energy. Sasa kinachotokea ile glucose ikishazidi kwenye mwili, kinachotokea mwili unatafuta njia ya kuipunguza. Inafanyaje sasa mwili? Unachokifanya unatafuta maji katika kila eneo yaliyoko katika mwili. Ndio maana mtu mwenye kisukari, tunajua mtu mwenye kisukari anakojoa sana kila dakika fulani anachoka, kwa sababu maji yanatumika kwenda tunasema kuiutilize ile sukari isiwe nyingi itoke. Ndio maana anakuwa anakwenda kila saa anakojoa, na mkojo wake ukienda kuangalia, tunaona wanasema kitabu kama mtu mwenye kisukari akikojoa utaona sisimizi wanasema. Hiyo ni kitu kimoja wapo. Sisimizi kwa sababu ule mkojo una sukari nyingi ambayo unaitoa. Sawa? Hiyo ni njia mojawapo ya kupunguza sukari katika mwili, ambayo mwili wenyewe unafanya hiyo kazi. Lakini ile sukari bado inazidi. Sukari ikizidi, sukari inatunza katika ini, sukari inatunzwa katika, tunasema katika skeletal membrane. Skeletal membrane ni katika, kuna membrane kwenye mifupa, kwa kuna cells na hii sukari inatunzwa. Sasa ikishakaa inakwenda kutunzwa, itunzwe kama glucose, inabadilishwa kuwa kitu kinaitwa glycogen. Glycogen ni aina pia ya sukari, lakini ni sukari ambayo inatunzika sasa. Ili mwili siku ukitaka energy kidogo inachukua. Ukiwa na kisukari, mishipa yako yote imejaa cholesterol, hizo hisia utaanza kuzipata. Kitu cha pili ni kwenye moyo. Nguvu za wanaume pia ziko kwenye moyo. Kuna hormone moja inaitwa oxytocin. Maisha yao, tuseme robo tatu ya maisha yao wanakuwa controlled na hormones. Kina mama wote, ndio maana kina mama wako emotion, ni kwa sababu hormone, mwanamke akizaliwa hormones zinakuwepo. Akifikisha kuvunja umri, hormones zinaanza kufanya kazi. Akianza kujadiliana, aidha kaolewa au hajaolewa, pale ni hormones. Akipata ujauzito, hormones. Akijifungua watoto akaanza kunyonyesha maziwa, ni hormones. Akifikia ukomo, mwanamke akishafika kuanzia miaka 50 inategemea. Kuna wengine wanafikia ukomo miaka 45 na 40, lakini 50 kwenda mbele, hapo ndipo hormones nazo zinateremka. Pale pia kuna tabia zinaingia kwa mwanamke. Anakuwa na stress, anakuwa mgani, anaweza kuwa mbuzi na ugonjwa wa hizo zote. Kwa hiyo tunasema kiasi kikubwa wanawake wanatawaliwa na hormones tofauti na wanaume. Wanaume wao hormones huwa zinafanya kazi, lakini wanaume sio kama nao wako katika, kuna kitu tunaita andropause. Andropause ni ukomo wa wanaume kuzalisha hormone kama menopause ya wanawake. Wanaume nao wanafikia ukomo, na wakifikia pale, ukizijua hizi tabia unaweza kujua kwamba yuko katika hali fulani. Lakini wanaume ina take time. Wanaume wanaweza kukutwa na hiyo hali akiwa na miaka 70, 80. Ndio maana mwanaume leo anaweza kuoa binti na kupata mtoto,
lakini mwanamke akishafika ukomo hawezi kupata tena ujauzito. Lakini nilikuwa nachomeka hiyo, lakini bado kwenye kisukari. Madhara ya kisukari mengine, sukari inatambaa kwenye mishipa yote. Kisha tambaa kwenye mishipa yote, sukari inakwenda pia katika ini. Kule kwenye ini ndio kiungo kikubwa kinachochuja sumu mwilini. Ini lina kazi zaidi ya fumu. Ini ni kiungo fulani tunaita hizi ni vital organs. Vital organs ziko tano. Kikawaida binadamu tuna hizi organs za kikawaida ziko 78. Alafu kuna vital organs. Vital ni zile muhimu. Hizi zingine ukikosa unaweza ukaishi. Kwani ukikosa hii kubwa hapa unaweza ukaishi. Kosa hizo. Lakini kuna organ ukikosa hivi hiyo safari sio. Ukikosa moyo, ukikosa ubongo, ukikosa mapafu, ukikosa figo. Hizi tano na hii. Ukizikosa hizo maana yake na ndio sasa hivi matatizo makubwa yako. Sasa kisukari huwa kinashambulia hizi zote. Ile sukari mbaya, cholesterol, inakwenda kwenye ini. Ikifika kwenye ini inadumbukia kule ndani ya ini. Kule ndani ya ini kule kuna vichujio vingi sana. Alafu kuna mishipa inaitwa artery na vein inaingia mle. Yenyewe ikiingia kule inaenda na kudumbukia kule inajaa. Ikijaa ini inaanza kupata shida. Kama kuna ugonjwa ukoni, huu kula dawa mpaka unapotaka kufa. Wewe dawa tu. Sasa ujiulize hivi kuna dawa ambayo unaambiwa kila kifika asubuhi kula. Unauma matatizo ya moyo. Kila asubuhi kula. Ujiulize hivi kwa nini nakula? Kwa nini sipone? Sinakula leo. Sasa kwa nini tena kesho asubuhi naambiwa nile tena? Maana yake haziendi kuponyesha, zinaenda kuutuliza ule ugonjwa ili wewe uendelee na maisha yako. Zinaenda kufanya nini? Zinaenda kutanua. Hii mishipa huwa ukiwa na kisukari kinaharibu mishipa ya damu. Hii mishipa ya damu hasa mishipa ya artery. Mishipa ya artery iko tofauti na mishipa ya vein. Nitakupa sehemu moja. Vein ziko juu. Zeni ndio hizi zinazoonekana juu ya ngozi. Ukiona mishipa ya vein. Vein sifa yake ni kwamba kwanza hazina ni laini sana vein. Vein hazina tunasema muscle wall ni ukuta wa tishu ambao unazilinda hazina. Mungu alifanya hivyo kwa sababu zenyewe hazifanyi kazi ya pressure. Vein kazi yake ni kurudisha damu wapi? Kwenye moyo. Yaani damu inapoletwa na artery ikitaka kurudi kwenye moyo inapitia kwenye vein. Sasa inaporudi kwenye moyo huwa iko katika pressure. Artery mishipa yake kwamba kwanza ni mipana, kitu cha pili ina hiyo wall, kitu cha tatu iko ndani. Yenyewe kazi yake kutoa kutoka kwenye moyo na kuzungusha kwenye maeneo yote mwilini. Ndio maana ina nguvu na haiwezi kuharibika. Chukulia mfano wa pulizo. Sote tunajua mapulizo haya tunafunga kwenye harusi. Chukulia ile pulizo kama mishipa ya vein. Sawa? Si unaipuliza ni? Unaona ukipuliza ina? Si inaongezeka? Ndio vein zile. Vein yani ukipuliza zenyewe kwa sababu hazina ile damu. Chukulia tena kama hii mipira ya kupigia damu. Tunajua ile kumbi. Hata maji yakipita hapo utakusilimu. Yenyewe ndio zile ni kama kwa sababu maji ya pressure zinapitisha. Ilikuwa ni kama pulizo lingepasuka. Kwa hiyo iko tofauti. Sasa kinapotokea ile damu ile ikiingia katika hizo vein ambazo ziko nyingi kwenye miguu chini. Damu ikitaka kwenda kule kwa sababu kuna kisukari kimejaa, damu haifiki kule mwisho. Damu isipofika ile sehemu inageuka rangi. Tumeshaona wakati wa kisukari kuna sehemu inakuwa nyeusi. Akienda hospitali anachoambiwa ni nini? Hiyo kitu inaitwa gangrene.
Ukienda hospitali wanasema wewe sasa sukari naona imeshakuwa mbaya. So wanakata mguu. Wanakwambia sasa kama iko kwa chini tunaukata kwa hapa juu kidogo. Ili ile sumu kwa sababu pakishaoza pale, pakikosa oksijeni, pakikosa nutrients panaoza. Sasa sumu ya kitu kilichooza inarudi. Ikirudi inakuja kuingia kwenye mfumo wa damu, inaingia mwilini, na yake wewe kitachotokea utakufa. Ni bora ku mimi nishawazuia, nafikiri hata watu wamefika 4. Hospitali ya Lugalo 2 na hospitali nyingine 1. Walishafikia sasa, mwingine alifikia time anatakiwa kukatwa mguu, lakini kila wakipima pressure iko juu, wanasubiri. Sasa ndugu wakamwambia jamani, hebu mtafuteni profesa alishaanza kusaidia mtu, ndio watu wanapigia bahati nzuri jamani nasoma naye. Akaniambia bwana, niko katika dakika za mwisho nasubiri pressure ishuke, nipige sindano kanikati. Nikamwomba nilikuwa Lugalo sasa hivi. Nikamwambia hapana, usimkate, mimi naomba nipe wiki moja, alafu tutaendelea na hizo mambo. Sasa niliamini ndani hiyo wiki huyo atarudi kwenye nani, wala hicho kidonda kitaanza kupona. Kweli kuna bidhaa nitakuonyesha hapa, nilimpa hakukatwa mguu, kidonda kikakauka, yupo hakukata mguu, lakini ilikuwa anaona kukata. Sasa wewe jiulize, wakikata mguu kwenye goti, baadaye sukari zinaondolewa, hapo sukari bado iko sio, sijatibu source ya ile tatizo. Mimi nakwenda kutibu matokeo. Nikitibu matokeo source ndio yake. Unaenda kwa sababu iko. Maana sasa wamekata hapa, wamekata mtazamaji wakapata kupata. Sasa kama ni sababu kwa hiyo kata haipo. Ni kwa sababu wengi tuliaminishwa kwamba kanisa sana hapana. Sasa tunakaa wao wanaokuja sisi huko za kukata mbuzi huko. Kwa hiyo hata wakati wao wanatumia hizi na sasa hiyo ile ni hatua iliyofikia, wanakata kidogo cha kutoka sukari, kupata kidogo. Huwa anakopa kwa nini? Kwa sababu inakula ile sukari, inakula kesho. Kidogo cha kutoka sukari ni kwa cha njano. Ule ujana na mafuta. Ile sukari lakini kwa mafuta, kwa hiyo yale kidogo. Ndio maana tunasema kwa sukari avoid sana kupata nini? Kidogo. Sasa kuna mtu anaweza kupata zile fanga za kidogo. Zile bwana zinachimbuka kidogo kidogo. Sasa hata sijaingia kwa kitu kingine, nataka kukupitisha katika moja ile chupa na zile chupa wanauzia pipi, unakuta zimejaa. Sasa ujiulize kwa nini dawa zote unaambiwa tumia dawa miezi 6, hiyo hiyo dawa unasema kwamba hiyo ubora hauko vizuri. Hii ni nini? Hii dawa inaitwa NMN ni neno la kisayansi. Nicotinamide monoclonal. Hizi ni nini? Hizi zinatengenezwa, zipo ndani ya mwili yetu, na kitu kinaitwa mwili. Lakini kwenye mwili hii huwa inabadilika, inakuwa kitu kimoja kinaitwa NAD. Nicotinamide adenine dinucleotide. Hiyo NAD plus, hiyo ndio inahitajika kwenye mwili. Hiyo inapatikana wapi? Inapatikana kwenye NMN. Ile
inapoingia katika mwili wako au inatibu vipi kisukari. Hii kitu cha kwanza kabisa tunachokifanya ni vidonge. Tunawashauri sana watu, ukifikia hichi fulani au usikimbilie kwenye dawa za hospitali, kula. Hii inakwenda, kitu cha kwanza inaenda kurekebisha kongosho. Nafikiri wote tunajua kongosho. Kuna kitu kinaitwa pancreas. Kongosho liko chini ya juu ya tumbo karibu ya hili. Kuna kitu kimekaa kama ua hivi. Ile inaitwa kongosho. Kazi yake kubwa ni kutengeneza insulin. Ina kazi nyingine kwenye mmeng'enyo wa chakula, hiyo hatuigusi sasa hivi. Kazi yake nyingine ni kutengeneza insulin. Kongosho ina seli mbili. Seli moja inaitwa alpha, seli nyingine inaitwa beta. Beta kazi yake ni kutengeneza insulin. Alpha inatengeneza kitu kimoja inaitwa glucagon. Hivyo vitu vingi. Hivi vitu ndivyo vinavyocontrol sukari katika mwili. Insulin kazi yake ni kushusha sukari. Glucagon kazi yake kupandisha. Sasa vyenyewe vinapofanya kazi vinakuja vinajibalance, vinakuwa pamoja. Ikiwa pamoja ndio mtu anasema sukari yangu bwana iko 6, iko 5, ni kwamba ziko sawa. Sasa bahati mbaya kuna mtu anazaliwa kati ya glucagon au ile beta cell au alpha cell inakuwa na hitilafu. Hizi hitilafu unaweza kuzipata kwa kuzaliwa, unaweza kuzipata kwa mionzi. Kuna watu wanapata kisukari, leo nimesema unaamka asubuhi unajisikia vibaya, unaenda hospitali unapimwa na kuona kisukari. Maana yake nini? Inawezekana wewe umepata mionzi tu. Usiajabu kuna watu tunafanya kazi zetu ambazo zina mionzi. Kahama hapa kuna madini, watu wanachimba madini. Madini yanaharibu. Kuna vitu yanaharibu ambavyo kwenye seli yanaua kitu kinaitwa DNA. Madini yanasafishwa, dhahabu inasafishwa na mercury. Mercury inaharibu sana. Sasa unaweza kukuta maji yamemwagikia ile mercury, ili mkatumia ile yale yanaweza kwenda yakaharibu, yakaenda kwenye kongosho yale kongosho. Nini kinachoharibika? Kuna kitu kinaitwa kisayansi, kuna kitu tunaita gene au genes. Kuna picha ambayo kama nafikiri tuliosoma tunaweza kukuta kama kitu kimekaa kama kina lelelele. Yaani kuna vitu vinaonekana kama lelelele. Hivyo ndio viko kwenye seli ndani kabisa kwenye mwili. Sasa kinachotokea kati ya vile vigazi vilivyo katika biogenes. Ni somo refu kuelewa, lakini nataka tukupa picha uelewe. Biogenes inatengeneza kitu kinaitwa chromosome. Sasa kwenye hiyo genes hizo leo unaweza kukuta katika ile mionzi uliyopata au katika unafanya kazi sehemu labda kuna x-ray, unapita sehemu unatumia mashine za mionzi ikaingia katika kifua chako.